Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi leo hapa tunazungumzia sarafu muhimu za Zanzibar, ambapo sarafu hizi zilianzishwa katika mwaka 1882 na Said Barghash alikuwa mfalme wa Zanzibar. Hizi zilikuwa ni Little Town Coin Company, sarafu hii pekee ya 1 paisa iliyotolewa mwaka 1882 na kuundwa kwa shaba. Hii coins zilitengenezwa kwa shaba ilo ya mahitaji ya kifedha katika visiwa vya Zanzibar na tawala zake, ambao wakati huo vilikuwa moja ya vituo muhimu vya biashara katika bara Hindi, hasa kwa bidhaa za karafuu wakati huo. Kwa hivyo Said Barghash mwaka 1882 alianzisha sarafu hizi. Utakuta Zanzibar mambo mengi sana yameanza kwa aina pekee yake, ambapo kama mfano Betlejebu, nyumba iliyokuwa na taa, nyumba ya mwanzo katika East Africa ilikuwa na taa ni Betlejebu. Said Barghash ndio alijenga Betlejebu. Unaona? Kwa hivyo historia muhimu katika kipindi hicho, Zanzibar ilikuwa chini ya utawala wa Sultan wa Oman. Sarafu hizi zilichangia kiasi kubwa kibiashara kimataifa. Leo sarafu 1 pesa za mwaka huu ni adimu sana, zinathaminiwa mno kwa kusanyika sarafu moja na historia wa thamani ya hiyo historia, usanii wake wa coins. Coins hizi zina thamani kubwa sana kwa sasa hivi kwa namna design zilizofanywa, watu wa historians wamezihifadhi na zinathaminiwa sana. Just imagine miaka hiyo zimetengenezwa coins kama hizi. Hapa zama utakuta huyu Said Barghash wakati wake alifanya mambo mengi sana kwa Zanzibar, na si Zanzibar, East Africa. Mambo vile vile jambo alilofanya kubwa sana, alifunga soko la utumwa la Zanzibar, ambao wao falme hizi ndio wanaambiwa wao ndio wameanzisha utumwa, wamefanya utumwa, lakini history wamechukua wao, wa Portuguese ndio wafanya utumwa na Waingereza wakawarushia wao kwa falme ndio wafanya. Lakini zama hizi tunavyosema Said Barghash ndio aliofunga soko la utumwa Zanzibar. Hawasemi hiyo. Said Barghash alikuwa akitoa meli inachukua mahujaji, si Zanzibar tu, mahujaji wa East Africa nzima, ikawapeleka kwa free coast. Free coast ilikuwa wanapeleka haji, na akajenga nyumba kule Maka ya kufikia mahujaji wa Zanzibar, na nyumba mpaka leo ipo. Kuna baadhi ya watu wanakuja sasa hivi wanawatukana hawa wafalme. Kweli kuna baadhi ya makosa wamefanya, lakini tazameni na mazuri waliofanya. Kama mnazulia kwamba wao wameita Waingereza, wameita Wajerumani, tazameni history, msome hawa Wajerumani walifanya nini pamoja na Waingereza na Waitali. Walikaa pamoja wakaichangia East Africa, wakagana mapande. Italia akaichukua Somali, Uingereza akaichukua East Africa, wakagana mapande namna hii. Hadi sasa hivi wanachukulia watu wanazungumza wasema wafalme ndio wamewaita Waingereza. Hiyo ni point ya uongo kabisa. Nafahamu falme zilikuwa pale, wao ndio wameondoa Portuguese number 1, na number 2 walikuwa hawana jeshi lolote. Na kama vujua nchi hizi za superpower wakati huo ndio walikuwa Uingereza, walikuwa na nguvu, wanaweza kuingia popote, wakaita British protection. Hali British wao wafalme walioita walitawaliwa tu kwa mabavu. Shafahamu kama sasa hivi kuna nchi chungu zima, mbona hamsemi zinatawaliwa kwa mabavu chungu zima, na nyingine zinatawaliwa kwa kibiashara tu basi. Ziko nchi ambazo zinatawaliwa mpaka sasa hivi zinachukuliwa mali yao zinakwenda kuuzwa nje, unafahamu, na watu wanapata mashaki katika nchi hizo za Afrika. Hamsemi katokezea wanatokezea wanatukana hawa falme. Of course yako makosa wamefanya, lakini sio yote waliofanya makosa. No, hiyo kabisa mseme. Kumbuke hawa wa Oman ndio waliotoa Portuguese East Africa, na history ipo inajulikana, vitabu vipo, watu wanajua. Na ukija katika biashara ya utumwa walifanya kabila zote. Biashara tu walifanya wazungu, watu wa biashara ya utumwa walifanya Waarabu, wa Afrika, Wahindi, wote walifanya. Hakuna sofanya mtu biashara, lakini walioanzisha biashara ya utumwa ni Portuguese wa Kiafrika, wakachukua watu karibu 200 million wakapeleka South America. Nafahamu? Hali hao wako katika nchi za Kiarabu, wameletwa katika nchi za Kiarabu watumwa, wako wapi? Mbona tuone hawa watumwa waliotoka nchi za Kiarabu? Kwa hivyo hizi stories za uongo kabisa, za kuwazulia, za kuwatukana hizi falme ambazo zilikuwa kwa Zanzibar, is totally wrong kabisa. Zamani history, so many history, muone wamefanya nini falme hizi katika Zanzibar na East Africa. Nini wamefanya? Someni. Na vipi walikuja Uingereza na Wajerumani wakaja
na Waitali nini wakafanya. Kwa hivyo sio mnakwenda mnazaa pale moja kuwatukana na kuwafedhuli. Jambo hili kabisa haikubaliki, na history inaeleza kwa mambo, hasa vitabu vipo, watu wapo wameona haya mambo. Alikuwepo kuna Marekani walikwenda walikuwa wanataka kwenda Zanzibar kwenda kujua biashara za utumwa. Walipopiga Dar es Salaam wakapiga simu, wakampigia Profesa Sharif. Profesa Abdul Sharif yuko Zanzibar mpaka leo hayo. Wakamwambia sasa tunakuja, nataka tusimulie biashara za utumwa waliofanya Arabu. Akajibu nini? Akaambia nyinyi kama nataka biashara za utumwa, nafahamu za hapa mimi sizijui. Hapa hakuna mtu asiofanya utumwa hapa. Ilikuwa biashara kubwa hiyo, biashara utumwa. Kabila zote zilifanya utumwa. Nafahamu wote wazungu wote kama tulizo mwanzo. Kwa hivyo kwa mnajia jambo hilo mimi msijie mimi. Nafahamu? Akasema la, basi wakaja akasimulia mambo yote kuja. Na kile chumba katika kanisa la Mkunazini lile, wanasema kwamba watumwa wakiweka pale, kile chumba wamekwenda kina Profesa Abdul Sharif na kuinvestigate. Kile chumba watu hata 20 haingii, wamekuja kugundua kwamba chumba kile kilikuwa ni pharmacy. Kwa sababu ile kanisa palikuwa na clinic pale. Kilikuwa ni pharmacy, watu 20 30 hawezi kuingia nani kule. Nafahamu bora wao kitafuta msikiti, wakasema kwamba Waarabu wakifanya biashara kama msikiti. Mwarabu gani ataingia katika kanisa? Nafahamu ni habari za uongo za kuzua kabisa. Na picha chungu zima, photographs zipo za wazungu wanachukua watumwa, na hakuna picha hata moja ambayo Mwarabu anachukua watumwa isipokuwa picha za drawings zipo. Nafahamu? Kwa hivyo kila kitu kipo open, sidanganye mkawatukana watu, mkawafedhuli watu. Nafahamu? Msiwe double standards. Zamani kuna mambo. Kwa nini yanatokea sasa hivi? Kuna nchi zote kwa bavu. Hamzioni sasa hivi? Hamuoni sasa hivi? Shukrani, jazakallahu khair.